Ninakusalimu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Naomba tushirikishane maneno ya Mungu katika kitabu kile cha Yohana sura ya 10 na mstari wa 10. Biblia inasema, mwivi haji ila aibe na kuchinja na kuharibu. Mimi nalikuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao tele. Yesu anajaribu kuonesha kazi kubwa tatu ambazo shetani anafanya. Anasema moja, anakuja kuiba, kwa hiyo ni mwizi. Lakini mbili, anasema anakuja kuua, kwa hiyo ni muuaji. Lakini tatu, anasema anakuja kuharibu, kwa hiyo ni muharibifu. Kwa hiyo lazima uwe makini. Ukitengeneza ushirika na huyu mtu, mwisho wa siku lazima utegemee hivi vitu. Mwanzoni anaweza akajifanya kama anakusaidia, utaona na kutengenezea uchumi, lakini at the end of the day kitakachotokea ni haya matatu ambayo tumeyaona. Either atakuua, atakuharibu, ama atakuibia. Lazima hivyo vitu vitatu vitokee. Kwa hiyo niko hapa kukukumbusha kwamba shetani mahali popote utakapomuona ujue ni mwizi. Mahali popote utakapomsikia ujue ni mharibifu. Mahali popote utakapomuona ujue ni muuaji. Hizo ndizo kazi kubwa anazokuja kufanya. Watu wengi wameibiwa. Mungu aliweka vitu vikubwa ndani yao. Aliweka karama, aliweka vipawa, aliweka baraka, lakini shetani anatumia hila kuja kuwaibia hawa watu. Na wakati mwingine hatujui kama tunaibiwa. Unakuja kugundua kumbe lile kusudi ambalo Mungu aliliweka ndani yako, adui alipita pembeni kwa njia za chocho, amekuibia. Lakini huyu ni mharibifu. Tunaona namna ambavyo ndoa nyingi ameharibu, afya za watu ameziharibu. Amepanda magonjwa, kisukari, amepandwa pressure, amepanda UTI, magonjwa ya hovyo. Yaani ile afya ambayo Yesu anasema mimi nalikuja muwe na uzima kisha muwe nao tele. Ule uzima tena haupo. Kwa nini haupo? Shetani ameiba. Unajua Mungu hakuleta magonjwa. Magonjwa haya yanaletwa na huyu adui, anaiba ile afya, kwa sababu Yesu akiwa ndani ya mtu ni uzima. Na uzima tu sio uhai. Uzima ni pamoja na afya ya mwili. Uzima ni pamoja na uchumi wako. Yaani tunazungumzia uzima wa kiroho na uzima wa mwili. Sasa shetani hivi vyote viwili akishavigusa lazima uharibikiwe. Akigusa mwili maana yake unakufa kabisa, tunakuzika. Lakini akigusa roho yako, ule muunganiko wako na Mungu unapotea. Ushirika wako na Mungu unapotea. Mahusiano yako na Mungu unapotea. Kama ulikuwa ni mtu wa ibada, kwenye ibada haupo tena, au utakuwa unasuasua. Kama ulikuwa ni mtu wa maombi, anakata ile kiu ya maombi. Ile hofu ya Mungu ndani anaiba, anaiondoa, anaacha moyo wa jiwe, moyo usiokuwa na toba, anakuibia. Kwa hiyo ndizo kazi anazokuja kuzifanya huyu jamaa. Lakini Yesu anakuja anasema katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 8 mstari B ya kwamba kwa kusudi hili mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Kwa hiyo hakuna shida. Yeye amekuja ameiba, amekuja ameharibu, amekuja ameua, lakini yuko Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, anatupenda. Anasema amefunuliwa, amedhihirishwa ili kuja kuzivunja kazi za shetani. Kazi za shetani ni zipi? Ni hizi tatu ambazo tumeziona. Kwa hiyo chochote kile ambacho shetani anakifanya kimegawanyika katika makundi haya matatu. Lakini ashukuriwe Mungu ambaye alimfunua na kumdhihirisha Kristo Yesu kwetu, ambaye sasa anaweza kuja kuvunja hizi kazi za adui shetani. Kwa hiyo hapa sasa inabaki ni jukumu lako wewe mwenyewe. Ukimkataa Yesu, maana yake unaruhusu haya mambo matatu kwenye maisha yako. Magonjwa yatakuandama, uchumi wako utaharibika, ndoa yako itaharibika, furaha shetani ataiba, amani ataiba. Kwa hiyo pona yako ni lazima ukubali
Kristo kuwa Bwana na Mwokozi kwenye maisha yako, ili akusaidie kuzivunja hizi kazi tatu za shetani, kwa sababu katika hali ya kibinadamu hakuna namna utakavyoweza, maana shetani ana hila nyingi sana. Unakumbuka kilichotokea katika bustani ya Edeni. Shetani alivyoona mlango uko wazi kwa Eva, alipitia kwa Eva akamdanganya Eva, na Eva akahamisha ule udanganyifu kuupeleka kwa Adamu. Lengo, shetani anataka kuharibu. Unajua, Adamu na Eva walikuwa wamepata baraka, walipata neema mbele za Mungu. Moja, walitakiwa waishi bila kufa, lakini walitakiwa waishi bila kuwa na shida na usumbufu wa aina yoyote ile. Sasa shetani anawaonea wivu, anataka kuiba kile ambacho Mungu amepanda ndani yao. Anasema haiwezekani. Ndio maana tunaona anafanya uharibifu, anaiba ile kweli ambayo Mungu alikuwa ameweka ndani yao. Lakini haibi tu kizembezembe, anatumia hila na ujanja wa hali ya juu. Ndio maana Biblia inasema iko njia ionekanayo machoni pa mtu, wakati mwingine unaiona kama inafaa, lakini mwisho wake ni mauti. Kwa hiyo nataka nikwambie, ni lazima umpate huyu Yesu ili aweze kukusaidia kuzivunja hizi kazi za adui shetani. Ndio maana Yesu mwenyewe anasema kwamba nimepakwa mafuta kuja kuwahubiria maskini habari njema, nimekuja kuwatangazia wafungwa kufunguliwa kwao. Sasa usije ukafikiri ni wafungwa walioko kwenye hizi magereza tunazojenga. Hapana, katika ulimwengu wa roho pia tuna wafungwa, tuna watu wametekwa, tuna watu wameibiwa. Yaani unaweza ukamwona kama yupo lakini alishaibiwa. Unaiona ndoa ipo, lakini katika ulimwengu wa roho imeibiwa. Ndiyo maana mke anaweza akaamka anakuta mezini, lakini hakufanya mapenzi na mume wake, kwa sababu ndoa imeibiwa. Yuko adui anavaa sura ya mtu usiku, anakuja anafanya mapenzi na mke, anakuja anafanya mapenzi na mume. In that scenario, hiyo ndoa imeibiwa, inahitaji msaada wa Kristo Yesu. Kwa hiyo watakuwa wanarumbana, wanalaumiana, lakini kumbe yuko adui katikati, ameiba ile ndoa. Wako watu wameibiwa uchumi, watu wameibiwa afya zao, watu wameibiwa ufahamu. Mtoto anaenda shule, anajitahidi, anasoma kwa bidii, anawahi kwa bidii, lakini bado adui ameiba ufahamu ndani yake. Lakini sasa Yesu anatukumbusha hapa kwamba amekuja kutangaza wafungwa kufunguliwa kwao, walio katika magereza wapate kufunguliwa, wapate kuwekwa huru. Ndiyo kazi ambayo alikuja kuifanya. Kwa hiyo ndugu yangu, ninakusihi sana, jiambatanishe na huyu Kristo Yesu wa Nazareti aliye hai. Atakusaidia. Dunia utaiona ni mahali salama pa kuishi. Ndoa utaiona ni paradiso ndogo. Uchumi wako utauona ukistawi. Afya yako utaiona ikistawi. Ninakupenda sana. Mungu akubariki. Bye bye.